Sasa bila kujali ni nani anafanya hivi, lakini jamii yoyote ambayo kufa kunakuwa ni jambo lisilokuwa na utaratibu, kwa sababu hata kufa lazima kuwe na utaratibu. Kwamba jamii yoyote lazima watu wanapokufa na utaratibu. Kwamba amekufa kwa sababu gani? Amekufa bwana kwa sababu alikuwa ni mgonjwa, amekufa kwa sababu alipata ajali, alikufa kwa sababu. Sasa unakuwa na jamii ambayo vifo havina majibu. Hivi ni vifo vibaya. Vifo hivi huleta uoga na hufifisha wenye akili kufikiri, kwa sababu ukishawatisha watu, hata mtu awe na akili kiasi gani, ukishamtisha, ukishamfanya kuwa muoga, hakuna namna akili yake inaweza kufanya kazi. Kwa hiyo palipo na uoga na hofu nyingi huzaa wajinga wengi, kwa sababu jamii inayozungukwa na hofu nyingi na uoga mwingi inakuwa na wajinga wengi. Hata wale wanaodhani wana akili wanageuka kuwa wajinga. Na ndio maana mfano sasa tuko kwenye hali ambayo mtu anahofia kusema chochote hata kama ni cha kawaida sana. Sasa mpaka why this? Yaani hata kama ni cha kawaida sana yani anaogopa kusema, kwa sababu anasema nikisema naweza nikafa. Sasa hiyo tayari umegeuza watu kuwa wajinga. Kwa hata matatizo, kwa sababu jamii kishakuwa na wajinga, maana yake hata matatizo yaliyo katika hiyo jamii hayapati majibu tena, kwa sababu wanaotoa majibu ya matatizo ni wenye akili peke yake. Ukiona jamii na changamoto zinapatiwa majibu, zinapatiwa ufumbuzi, maana yake wenye akili zao zinafanya kazi. Ukiona jamii matatizo mengi hayapati majibu, maana yake wenye akili hawapo kabisa. Hilo lenyewe linaweza katokea. Au waliopo wenye akili wale wachache na wao wamenyamaza kwa hofu. So, yale matatizo yanakosa majibu yake, kwa sababu wanahofia watu tukiyazungumza majibu ya haya matatizo tunaweza tukaishia pabaya. Sasa hiyo ni athari ya mambo haya. Lakini cha kushangaza ni nini? Cha kushangaza tumefikia wakati sasa, nilikuwa nazungumza katika hali ya